Samoei Ruto on reasons for such discrimination over people that disregarded the advice of their own to put him in office. Our community harbors strong desire to heal from previous wrongs, discrimination, and injury in a calculated and very conscious effort to progress so that we do not stagnate. And when we talk about the Kikuyu having suffered, it is in the domain of historians and the current generations. Tafadhali Bwana Rais, usikuja hapa na wezi. Siku umezunguka Nairobi hapa, ulifuata nyuma na wezi kama ngiri moja. Wakapora watu masimu. Wakapora watu makamera, the content creators, the media fraternity, wale ambao walikuwa nakufuata wakapora makamera. Watu wa magari kwa barabara wakavujiwa side mirror, wakapora vitu. Watu wa maduka vitu zao zilikuwa zinaporwa mchana wazi Bwana William Ruto. Sisi tunakuomba kama jamii ya Mlima Kenya, usikuja hapa na wezi. Hatutaki kuibiwa, hatutaki kuporwa tafadhali. Kitu ingine niambie watu wetu hapa. Na mimi nawaambia kama mtoto wenu. Mvua imemwagika, ni wakati wa kulima, ni wakati wa kupanda. Tafadhali siku William Ruto anakuja hapa, endeni shambani mkalime. Endeni shambani mkapande. Endeni mkapalilie. Wale ambao ni wa biashara endeni kazi zenu. Tafadhali mwachie William Ruto kazi yake ya kuzunguka juu ya magari hapa akichaka akijiongelesha peke yake. Akimaliza tour ya Mlima Kenya, kama kuna kitu ataona anafaa kufanya atafanya, na kama hakuna kitu atafanya atarudi kwake baadaye. Lakini jamii yangu na wasihi naomba kama mtoto wenu tafadhali, msijaribu kupatia William Ruto audience akikuja hapa. Mheshimiwa Rais William Ruto, nasikia unakuja Mount Kenya. Kuja mkubwa. Ukuja upande juu ya gari ubweke. Juu hiyo tutasikia kama ni kubweka unabweka. Ukichoka kubweka, upande magari zako urudishe Kiere Nairobi. Ya pili, usikuje na less than 5,000 shillings each. Kila mtu ni 5,500. Ati Ruto wewe nakuja huku masenitro, huku kwetu senitro, kukuja kudanganya sisi, ukikuja kutuambia sasa umekuja kudanganya sisi. Kama huku unakuja sisi tujui wewe ni kitu baya. Ile kasi mzuri kuja utupongeze ni kufukuza Gachagua. Hiyo ndio ile kasi mzuri umefanya huku masentro. Na kuua watoto wetu. Usikuja kutuambia utatujengea ama utatufanyia nini. Kuja utuambie nani aliua watoto. Kuja utuambie kwa nini ulifukuza Gachagua. Kikuyu si mwenda wazimu. Kikuyu si mtu mwenye ako na wivu na mtu. Ingekuwa ni Jaluo, angelikuwa anavutia Ruto, Ruto angeona hiyo kiti hata na macho ngo. Kikuyu aliamua kajitolea kasema I want to support a Kalenjin. Not a Luo Kalenjin, not a Lui a Kalenjin, not a Kikuyu a Kalenjin. Then Ruto mwenye akona akili timamu 100%, unakuja unaruka Kikuyu, my friend, kitakuramba. Jaluo mwenye sasa umeshika mkundu, ana ID. Watu wa Mount Kenya, watu wa Murang'a, watu wa Meru, watu wa Embu, watu wa Kiambu, watu wa Nyandarua, watu wa Kirinyaga, naona watu wakiuliza hivi Mheshimiwa William Ruto anakuja kutembea maeneo ya Mount Kenya region, watu watamsherehekea, watu watatokea. Lakini nataka mjiulize swali moja. Hivi kwa nini saa hii ukiangalia Maina Jenga ambaye alikuwa anatembea eneo la Mount Kenya akifanya mikutano na akijaribu kuleta watu na kuwaunganisha pamoja, akisema kwamba mlima haukuguzwa na wako kwa serikali, unajiuliza ni kwa nini aliacha hiyo safari once and for all na akanyamazia na akaachana nayo? My friend, watu wa eneo la Mount Kenya, mkiingia kwa mtego ambao mumewekewa, mtakuwa mumefail sana katika siasa za Mount Kenya. Na mjue mumewekewa mitego na msijaribu kuingia kwa hiyo mitego. Mheshimiwa William Ruto anakuja kutembea eneo la Mount Kenya maybe next week. Na kuna mipango ilikuwa imepangwa na wanasiasa fulani wajaribu kutoa watu ati kwenda kudhalilisha Mheshimiwa Rais na kushout na kufunga barabara na kuonyesha hasira na ghadhabu ati kwa sababu Mheshimiwa Rigathi Gachagua alitolewa kwa kiti. Lakini msiingie kwa hiyo mtego. Msiingie kwa hiyo mtego. Kwa sababu mtego yenye mumewekewa kama watu wa Mount Kenya
ni kuonyesha jamii na watu wengine maeneo yote ya Kenya ati nyinyi ndo mnakataa rais akikuja eneo lenu. Na akirudi Nairobi, speech yake ya kwanza itasema, muliona mimi nilienda eneo la Mount Kenya na wanasiasa huko wakajaribu kuleta vurugu na kunipiganisha na watu wa Mount Kenya. So itakuwa ni tribe against other tribe. So mimi naomba watu wa Mount Kenya, Mheshimiwa William Ruto atakapokuwa anakuja eneo lenyu la Mount Kenya, kama unasikia uko na hasira, usitokee kwa barabara. Kama unasikia wewe uko na ghadhabu, usiende kurusha mawe, usifunge barabara, usiende kushout down president. Wacha Mheshimiwa Rais William Ruto akuje, aongee, akimaliza arudi Nairobi. Maendeleo yenye ataleta itakusaidia. Kama hakuna maendeleo, ni haki yake ya kikatiba kutembea mahali popote Kenya hii. Lakini hiyo mipango ya kudhalilisha Mheshimiwa Rais na kumshout down haina manufaa yoyote ama siasa yoyote. Gojea 2027 uende upige kura, umrudishe nyumbani, because we all know the Mount Kenya region ndio eneo ambalo liko na kura mingi za kukufanya ukue rais ama usikue rais. So mkiona Mheshimiwa William Ruto akiamua kwenda eneo la Mount Kenya, anajua. Na ile mitego ilikuwa imewekwa, imepewa Maina Jenga akajaribu kuja, ilianguka. So mitego ingine ndio hii inawekwa, na pia hiyo nataka muiruke, musishikwe na hiyo mitego. Ikifikia 2027, wale wabunge wote unaona wako na Mheshimiwa William Ruto hawatakuwa wamefikia wabunge 10. As we are talking, those MPs hawatakuwa wamefikia wabunge 10 ambao watakuwa wanafuata Mheshimiwa William Ruto, unless hawataki kuchaguliwa. So it's a high time you exercise a high discipline wakati Mheshimiwa William Ruto anakuja eneo la Mount Kenya. So you have lost it. You have lost it. I can tell you have lost it. Eti umepanga mzee kwenda Mount Kenya sahi. With this public mood, you are planning to go to Mount Kenya. You'll be shocked. Wale watu wa Mount Kenya, ile ni Kenya ingine tofauti. They will disappoint, embarrass you squarely. Angalia chenye ilifanyika hapa wakati ulienda Meji. Ulienda football match juzi. Uliona uwanja mzima, watu walikuwa pale, thousands of people in your presence singing Ruto must go. Together your senior brother Raila Odinga. Simulikuwa pale kwa hiyo Meji. Uliona mtu anaongea mambo ya kusherekea timu, watu wanageuka wanajibu Ruto must go in your presence. There is a revolt, there is a revolution in the country. Na bado hujasoma anything. There is a revolution. And this mood itaenda hivi mpaka 2027. If you must not get out of office now, these guys are determined. These Gen Zs, the millennials and the patriots are determined to take you home. How sitafadhali? It's not a matter of time. It's not if Ruto will get out of the office. It's about when are you getting out of the office. Yani uko kwa Meji, kwa football match, chances zinabadilika Ruto must go, and they are doing it while they know you are there. Sasa hii trip unaenda Mount Kenya, hii ya Mount Kenya is as simple as this way. These are the people you rejected, the people you ignored, the people you impeached their leader from office, and you are planning to go there. Ruto, hata kama, even if I'm not a political advisor, but I can analyze politics, I can analyze people, I can read the ground. You will be embarrassed. Hizi rally za Mount Kenya si hizi rally umeenda hapa Nairobi. Zile ni rally, people already they have predetermined consequences, predetermined, you know, conclusions. You will waste a lot of money. You will buy people even 5,000 each. Watu watakula pesa. Lakini they must tell you, they must be themselves after eating money. What am I saying? Am I saying you should stop going to Mount Kenya? No. Go to Mount Kenya at the right time. You lost public confidence from that region. Not only in Mount Kenya, but from Gen Zs across the country.
I mean, even if you go to another part of the country, there is resistance. But ya Mount Kenya itakuwa on a higher degree. And this will embarrass your office, yourself, badly. So go to Mount Kenya at your own risk. How you are going to survive? Unajua unaongeanga wewe ni mtu unaelewa mambo na siasa na vitu zingine nini na nini. In this, tangu Gen Z waende parliament, ulipanic huko kwa mtaro hujaitoka huko mpaka leo hii. So make the plunder, go there, face it. Come back regretting. Once then kuteta. As if you were not told such things. But the truth of the matter, you will not escape this. You will go home prematurely. If you reach 2027, you will be our first and one-term president. Simple as that. My people, watu wa Central Kenya, yani watu wa Murima, si mumepea prezo headache. Yani he has to plan on how ataingia Mount Kenya. Vile ataingia Central Kenya. You can imagine today amekuwa na meeting with the governor, with the cabinet secretary, with the principal secretaries of Mount Kenya. And I'm like, yo, uko State House. Watu wa Central Kenya, ebu mtupe your secret. No, give us that secret. Because tell me why he's having all these preparations. Na places zingine anaendanga tu. Yani akuangi na tashtiti yoyote. But to Central Kenya, this time ameziami. To be sincere, hapo na tusidanganyane. Amefanya preparation ya kutosha. Anyway, we are just waiting for that particular day. Yeah, and see whatever will happen. Anyway, aluta. Watu wangu wa Mlima, El Chapo anakuja huko. Lakini vile El Chapo anakuja, guys, mnamuovercharge vibaya sana. Yani El Chapo akitaka kwenda Nyanza huko, alipita pale Capitol Hill, akasalimia mzee wa kitendawili, salamu tu peke yake kwa Raila, alikuwa ameingia Nyanza. Those people are as cheap as that. Yani hivyo ndio watu wa Nyanza wako very cheap. Akaenda pale Western 200 tu. Walikuwa wamesema Ruto tosha. Akaenda hapo Rift Valley, huko ilikuwa tu salamu, Chamgei missing. Huko mambo ilikuwa imekuwa sawa. Akapita pale Nairobi, maguns kadhaa hivi, vunja magari nini, watu kwa kasema bana Ruto tosha. Sasa imefika ni safari ya Mlima huko, kila mtu shilingi 1000 ngapi? Shilingi 1000 ngapi? Kilo ngapi ya mchele? Pushori grade 1. Maharagwe gorogoro ngapi? Huko ni Mlima. Huko hata usalimia Gachagua hauwezi ingia. Huko si watu wa kubeba ujinga. Huko kila mtu anajibebea kura yake kwa mkono. Watu wa Mlima kila mtu anajibebea kura yake kwa mkono. Kitambulisho kila mtu anajiwekea vizuri. So ukitaka kura ya mtu ya Mlima, make sure kila mtu amepewa 1000 ngapi? Una make sure pia kila mtu amefanya. Na hiyo si kura, hiyo ni kuenda tu kutembea kuwasalimia. Acha ifike siku ya kura, very expensive. Nimemaliza. This week marks 2 months since Brian Odhiambo went missing. A fisherman in Nakuru who was last seen on the 18th of January and alleged to have been taken by KWS officers. 2 months of an agonizing search by his family. This includes what must have been a horrifying search for his body at the Nakuru National Park, at what was suspected to be a shallow grave. Sadly, this too didn't yield anything. A court process that is ongoing has been the same old motions that we have now sadly become accustomed to. A seemingly futile demand for him to be produced in court. The DCI saying they have no idea where he is and promising investigations. So frustrating has the search been that Brian's mother confronted the CS for Interior, Kipchumba Murkomen, this week, pleading with him to get information on the whereabouts of her son. And now he and other politicians are all very shocked at this case and asking for his release.
Folks, this is becoming an all too familiar scenario in this country. Mothers, fathers, siblings, spouses, crying desperately, searching for their loved ones, allegedly taken by the authorities. And the authorities first feigning ignorance, then numerous denials, then tears and agony in court, and then finally a body is found. We have seen this time and again, to the extent that it is almost becoming normal. It's just another story, just another person missing, again and again and again. But there is nothing normal or ordinary about Brian Odhiambo's mother pleading with a cabinet secretary in tears, having to explain how important her son is to her and how frustrating the search for him has been. Yet, since June 2024, this has become the norm. Young people missing, families in agony, searching in morgues, hospitals, authorities in denial. All this as the political class seemingly moves on in some show of unity and solidarity, while Brian's mother and many others look on in bewilderment. Folks, let us not move on like they have. We must continue to mount the pressure and make lots of noise until Brian Odhiambo is found. Because as has now become evident, one day it's Brian. Tomorrow, who knows? We're seemingly on our own. That's my take tonight.